Aliyeingia sio Kevi. Maya ndo ameingia. Ungefanya nini we ndugu yangu? Maya tangu aondoke hajarudi paka sasa hivi. Alikwambia ameenda wapi? Mimi hajaniaga. Alafu pia nilitoka. Niliporudi sijamkuta. Unajua, hauhitaji jicho la kitaalamu kumjua nyoka. Macho ya pipi yanadhihirisha ubaya wa tabia yake na roho yake. Sijui unazungumzia nini Rozi? Ina maana usikii kama namzungumzia pipi? Maya bado haamini taarifa Nice alizompa ni za ukweli au ana mambo mengine, sababu hafikirii Pipi rafiki wa dhati anaweza kufanya hivyo. Nice anamwambia hana sababu ya kumdanganya na amini kinachoendelea. Maya anamsisitizia kwamba kama hakutakuwa na ushahidi wowote basi hatamwamini tena. Una uhakika na taarifa ulizonipa kweli? Au una mambo yenu mengine? Nilishakwambia Maya, sina sababu yoyote ya kukudanganya. Sasa mbona imekuwa tofauti na ulivyosema? Sijui. Wenda hakuwa na safari ya kwenda huko. Lakini nilichokwambia, amini kinafanyika. Najaribu kukuamini Rozi. Lakini kama hapatakuwa na ushahidi wowote, maneno yako hayatakuwa yana maana tena. Sawa. Wekeza muda kwenye kumfuatilia. Siku moja utaamini hiki ninachokisema. Hata mwizi siku zake huwa ni 40 Maya. Tina kweli anampenda Kelvin. Ilibidi amlilie Kelvin na kumuomba msamaha. Kelvin anaongea kwa uchungu. Sababu kuu mama mkwe hampendi kabisa, na badala Tina amponye ni yeye anazidi kumchomelea sumari kwenye kidonda. Anazidi kumwambia kwamba yeye bado mdogo, atafute anaye na hela kama yeye. Tina anamkatalia na kuahidi amebadilika na hata mkosea tena. Inabidi Kelvin abadilishe mawazo, lakini kwa sharti moja, akirudi asiishi na mamake. Lakini moyo wangu unavunjika pale ninapokumbuka matendo na tabia zako. Tina, mimi sikukuoa wewe kwa bahati mbaya. Sikukuoa kwa sababu ya hela ambazo unazo. Unakumbuka tulivyokutana mimi na wewe ulikuwa katika hali gani? Nilikupenda na nikakubali kuwajibika kama mume kwako. Lakini baada ya wewe kupata kazi, nimekuwa kama ni mfungwa kwenye jela ya mapenzi. Kila anayekatiza mbele yangu Tina, mwenye mahusiano yoyote na wewe, lazima nidharau. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu wewe unanidharau. Na sio kunidharau tu, umewaonyesha mpaka waliokuzunguka kwamba wewe unanidharau. Mama yako anichaguli tu, si mimi. Hachagui neno. Basi ingekuwa bora kwa mama yako tu, ningesema sawa kwa mama mkwe. Lakini nikikaa na mke wangu, ananifariji, ananipa moyo, ananipa imani ya kuendelea kuipambania hiyo ndoa. Lakini ni faraja ipi niloipata kwako? Ipi Tina? Pale nilipochomwa na msumari, wewe unakuja kushindilia ule msumari uzidi kuingia. Hujawahi kuyaponya majeraha yangu. Ulichojua ni kunitonesha tu. Inabidi tuanze upya.
wewe bado binti mdogo, mzuri na una pesa. Unaweza ukaanza upya bila mimi. Mimi kapuku, sina kitu. Acha nijitafute kwanza. Nikipata, labda nitafikiria tena masuala ya ndoa. Nakuahidi nitakuwa mke bora kwako. Nimeamua kubadilika sasa. Nakuahidi narudia tena mume wangu. Sitakukosea tena. Nitakuheshimu, nitakujali. Naomba unipe nafasi tafadhali mume wangu. Nakuomba. Nakuomba Kevi wangu. Nakuomba baba. Tina kumwambia mamake inabidi arudi kwake. Mama mtu anakuja juu na kumgombeza huku akimrushia maneno makali ya kutisha na kumwambia kuwa iwapo atatoa mguu wake katika nyumba hiyo amsahau kabisa, bali Kelvin awe mamake, babake na pia asidhubutu kumtafuta. Yaani una wewe. Na pia usisahau, sababu kubwa leo muondoa Kevi hapa ni wewe kuja na ule mshenzi mwenzio. Au unaona kuja kukaa hapa nyumbani kwako mimi ninaziki sana, si ndio Tina? Mimi nimebahatika kupata mtoto mmoja tu. Kilichonileta hapa ni mapenzi tu ya binti yangu. Na kwangu mimi sina ziki, ujue. Hata mama wewe ulivyolewa, si ulitoka kaenda kuishi na mume wako? Unataka kuniambia na wewe mama yako alikuja kukaa nyumbani kwako? Wewe mtoto, mimi wakuniambia maneno hayo? Kwa hiyo umeamua kabisa kunitukana mimi mama yako wakati mimi nakutegemea wewe mtoto wangu? Mtoto wa pekee. Nimefanya kosa kukuzaa? Ama kweli. Sasa nisikilize. Nitakupa laana ambayo itakufanya wewe uteseke duniani mpaka mbinguni wewe. Na ndio maana nikatanguliza samani kama nakosea mama. Lakini swala la wewe kukupangishia mama ni lazima. Mawe, wewe mtoto umenikosea adabu sana. Ni sawa sawa una umenitukana mimi matusi. Tena umenitukana matusi ya nguoni kwa sababu ya ule mbwa wako. Wewe Tina. Pole sana. Wenzako wanatamani kuwa na mama zao mpaka sasa hivi. Na kuambia hivi Tina, palilia mgomba wako kabla haujanyauka. Sasa hivi unaona kawaida tu. Lakini siku mimi nikija kulala kaburini, umezalilika we mtoto. Tina, siku nitakapotoa mguu wangu hapa kwako na nikaondoka, sitoka nirudi tena. Huyo Kevin atakuwa ndio baba yako na mama yako, na huyo ndo atakuwa mume wako.